Habari. Baada ya workbook 2, katika workbook 3, hii ni sehemu ambayo tunaanza kumjengea mtoto reading fluency, comprehension na writing skills. Ndio maana nimekuandalia workbook 3. Haya ni maelezo ambayo mzazi utasoma, ni namna ya kuweza kutumia hili. Sasa pia hapa nimeweka revision ya 3 letter words ambazo tumeshasoma. Kama bado hajamaster kusoma cat, bat, hat, tafadhali muencourage mtoto kwa kusoma kwa kusound kama u, et, wet, okay? Lakini pia sasa hapa ndo tunaanza safari yetu ya kuanza kujenga reading fluency. Katika reading fluency nimeanza na the A family ambayo ni A vowel ni the cat. Tunamzungumzia the cat. But still before we go further, let's try to practice these words. K, a, t, cat. M, a, t, mat. S, at, sat. B, ig, big. So it means haya maneno ndo atakayokutana nayo hapa. Na pia tunatamani sana mtoto aweze kusoma the bag was on the chair au the cat sat on the mat direct, lakini katika hii repetition ni njia mojawapo nzuri sana wewe kuweza kumjengea mtoto wako reading fluency. So tunaanza na the cat. Okay? The cat sat. The cat sat on. The cat sat on a mat. The cat sat on a big mat. Kwa hiyo it's repetition, amerudia cat, amerudia sat, amerudia cat na sat. Kwa hiyo mpaka aje kufika kwenye hii sentence mwishoni, tayari yale maneno ameshayasikia sana. Katika hii kipengele ajaribu kuandika hii last sentence yeye kama yeye hapa. Lakini pia aweze kufigure out the cat sat on the big mat. Draw a picture. Kama atachora cat peke yake it's fine. Akichora mat, lakini at least utakuwa umejua alikuwa anaelekea. So hapa iko kwenye vowels zote. Vowel A, E, O, A. Okay? Baada ya kufika hapa sasa nikasema ngoja tumuintroduce pia mtoto kwenye comprehension skills. Again, it's a good thing to do revision. Maana watoto kadri wanavyorudia ndio vitu vinavyokaa katika ubongo wao na ubongo unaendelea kukua. K, at, m, at. So it means haya maneno pia yapo katika hii story, lakini hii ni comprehension, meaning ninamuintroducea mtoto kidogo kwamba Pat sat on a, achague jibu. So atasoma ili aweze reading for comprehension, ili aweze kuelewa. Lakini pia kama mzazi au mwalimu, please try to choose maneno matatu aweze kuyaandika kama spelling. So pia hapa tuna develop spelling activities. So these are the spelling skills. Ni hizi story hapa. So nikasema pia twende kwenye creative writing. Katika creative writing hapa ni tunajaribu kumjengea mtoto uwezo wa kutunga sentence yeye kama yeye au kwa kuangalia picha. Kwa mfano hapa nimemrahisishia kwamba it's a flower, so yeye hatengeneze. Kuna a, kuna big, kuna pot. Okay? So maybe anaweza kuandika a big pot. So a big pot aweze kuandika, lakini still kuna mambo mengi anaweza kuandika. It has a flower, the pot is pink. So anything that ambayo anaweza kufanya. So katika creative writing hapa ni kuweza kuarrange these sentences na aweze kuandika. So all this ni katika creative writing. So pia katika creative writing nimeongeza tena maswali ya who, what, where. Hii ni katika kujenga expressive skills, namna ya kujieleza, like who did what did he do and where. Like we can say Upendo was teaching on a table. So tuendelea kumjengea mtoto comprehension skills. So like who, dad. What is dad doing? He's writing. And where is he? He's in the living room. So dad is writing in the living room. So hii pia inasaidia maswali, ni prompt questions ya kuweza kumsaidia mtoto katika expressive. Kwa hiyo katika ile akishafika katika kipengele cha kwanza kuandika itamsaidia. So haya ni maswali ya what, where and who. But also tuna reading for comprehension. So hapa sina prompt questions, lakini inabidi read the story and draw the picture. Hapa pia ni focus sound, ni maneno yenye a sound. So ana read for comprehension. Again, nimejaribu hii ni katika comprehension skills sana mtoto aweze kusoma na kuelewa.
Then the last kujaribu kumintroducea kwenye punctuation, capital letters and full stop, na pia kwenye kuarrange maneno. So kama mzazi, I highly encourage you. Lakini the good thing pia nikaweka katika let's think, kuna scrambled sentence, aweze kuangalia picture na aweze kutafuta maneno hapa, aweze kuandikia majibu. But also kuna describe about the scene. I have put the prompting questions like who is in the story, what can you see. Hii inasaidia like I see a dog, I see a girl is trying to take a picture, the children are playing. Anaweza siweza kuandika maneno lakini akawa ameweza kuexpress ya namna ya what is happening. Kwa hiyo inaendelea kujenga ubongo wake kwa ajili ya comprehension skills na writing skills. So ndugu mzazi, kupitia hiki kitabu nina uhakika kwamba tutakuwa tumesaidia mtoto wetu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Karibu na hongera sana.